ambayo yanafanyika ni aibu. Kama haya ambayo tumesema hapa leo, ukora wa kuuza mashirika ya serikali. Unataka watoto wetu waende wapi? Unataka kuuza kila kitu. Unauza mahali ya wananchi ya umma, unauza nani kizingizio. Na nilisema jana ninarudia leo. Hii ukora. Makampuni wanasema eti kuna makampuni wanataka kununua kutoka nje. Hakuna makampuni kutoka nje. Ukora ndio wameenda wakaunda makampuni kubwa, wakaoshirikiana wakora wengine wameleta kutoka huko. Sasa wanakuambia ni kampuni imesajiliwa Dubai, ni kampuni imesajiliwa wapi? Ni wao wenyewe wanataka kutumia njia ya kupora nchi na kuiba mali ya wananchi. Utakubali mama? Na wananchi wakati umefika sasa, nchi yetu ya Kenya, wakati umefika kwa kusema la, hapana, hatuwezi kukubali, tukatae. Na vile kiongozi mwingine amesema hapa, enough is yeah. Hatuwezi kuendelea namna hii kwa sababu in fact some countries can survive corruption and institutions can survive corruption, but I don't know the countries that can survive looting. What is happening here is looting, it's not even corruption. What is looting of the country? Ukiangalia namna hii, tusikubali maneno kama haya. Na watu wakizungumza ni vitisho sasa. Tutamkamata Rigathi, tutamkamata huyu Rigathi Gachagua akikuja kwa airport twende tumkamate. Na mambo Rigathi anasema kweli. Mimi nimesema Rigathi hayo maneno Rigathi anasema kila mtu ameona. Mimi nimesoma two international papers about three of the law ambayo mnajua is one of the strongest voices an editorial piece with a scathing story on this administration and its leaders, using a language that is even stronger than I've had Gachagua use or even any one of us in the opposition use, describing our leaders in a very, very strong language and the things they are doing in our country. Juzi nyinyi mko hapa, mliona gazeti moja hapa ya Kenya imechapisha story kuhusu silaha na vile silaha imeuzwa na vile tumetumika hapa kupeleka silaha kwa nchi jirani. Hakuna mkuu wa serikali alizungumzia hiyo maneno kuingilia nyinyi. Hakuna mtu, kwa sababu maneno yakizungumzwa na mnyamaze inamaanisha kuna nini? Kuna ukweli. Watu zungumza sasa ni kutisha, mkamata Rigathi, kamata huyu. Yani things become criminal when they come out of Rigathi's mouth. Hii maneno ya kufanya watu kama ni wajinga, wao wenyewe ndio walituambia wakati walikuwa wanakampeni 2022 eti wajinga waliisha Kenya. Kwa hiyo wajinga walikuwa wakati waliingia serikali. Sasa wajinga walikuwa wakati waliingia serikali. Na kama wajinga walikuwa wakati waliingia serikali, wana walikuwa wajinga wakarudi. Kwa sababu walituambia wakati wa uchaguzi walikuwa wanatuambia kila siku hiyo wakipinga kila siku wajinga wameisha Kenya, you know three states nini. Sasa yote ni uongo tu, yani ukora. Sasa wajinga walirudi na nani kuja kuambiwa maneno ya kuambia. Sasa ni vitisho. Mimi nasema kumalizia na kwa wao hao zetu wengine ndio tunawaomba na Mungu. Amin. Hata sisi tunaongea na Mungu kwa maombi. Asante sana kwa kutuambia. Hata sisi tunaongea na Mungu kwa maombi. Nikakutana na Fred Matiang'i. Sasa nikaenda ofisi yake. Naenda huko namwangalia, unaona hiyo macho yake anakuangalia hivi. Namwambia sasa, wewe mzee, wewe ni minister na mimi ni kutoka Kisii si unijazie hapa ichukue wanafunzi hata 2000 Kisii niende niandike wanisifu niwe mzuri. Huyo akaanza kuniambia, Onyonka, si hivyo. Nikikupatia hii nafasi yote, mtoto wa maskini atafaidika namna gani? Ndio wewe unataka tusaidie wa Kisii wetu, ndio na ni wetu na damu yetu, lakini kuna wale wa Kenya wengine ambao hawana njia, hawana hela, hawana namna ya kujitoa kwa umaskini ambao wapo, ili na wao wapande kwa meza waanze kupewa chakula ngawa hata kama ni maji. Nikaanza kuuliza huyu jamaa, fikira zako wewe ni zipi? Ananiambia,
Unajua tena kuna kitu kingine sijawaambia. Huyu ni MSDA. Mimi ni Katoliki. Nikaanza kuangalia huyu mtu yenyewe ukiangalia bila na kanyaga, si ndio? Unaona kuna kazi nzuri, unaona kuna utu. Unaona kuna njia anaanza kufanya kazi. You begin to see hope that Kenya is not as useless as we would think it was. Ndio nikaanza kujiuliza, huyu jamaa Matiang'i kweli ametoka wapi? Kusoma hata mimi nimesoma. Kutoka wapi? 1982. Huyu ikakuwa ikaisha, mzee Nyachae walikuwa pale, wakasaidia mzee Moi 1983-84 Nyachae amewacha nini? Kuwa provincial administration, ameingia siasa. Ndio nikakuja kuuliza, nani alikuwa PA yake na mtu ambaye anachunga mambo ya mzee Nyachae? Nikaambia ni huyu Fred Matiang'i. Kidogo tu nikaangalia huyu kijana mdogo anaweza kuadvise yule mzee mkubwa, na nilizee ambako ni litajiri, halina shida. Huyu kijana anaweza, na huyu si mtoto wake, hata kwa ukoo ya kifamilia huyu si mtoto wake. So mimi kwa sababu nilikuwa nataka kujua huyu mtu ni gani, nikafika mahala nikauliza, alafu nini kafanyika? Nikaambia ndio walianza kufanya campaign program na campaign ya mzee Nyachae ambayo ilikuwa 1992. Wakaanza kupanga. Nani alikuwa campaign manager? Huyu. Alafu kalikuwa sijui 24 sijui 25. Wakati huo ashapata nini? PhD. Anaitwa doctor. Sijui kama mnanielewa. Kwa hivyo hii historia ina maana yake kwa sisi, kwa watu ambao tunakuwa kutoka upande kule Kisii. Tukaanza kufuatilia, ndio tukasonga. Wakati kampeni yao imeisha kidogo tu, mimi unajua sijapoteza kura tangu niingie huko miaka 20 na sasa mimi nikaingia bunge. Kuingia bunge, huyu tukawaambia, huyu jamaa Kasongo, si tunamjua? Enda kwa Ndungu report, jina yake iko. Enda kwa report gani? Report gani imeandikwa Kenya hapa? Kama ni ya kuiba shamba iko. Ukienda ya Krigla hapo. Ukienda gani tena? Sasa tuwaambie nyinyi, jameni, huyu jamaa yenyewe ni jasiri, kwa sababu William amekizungumza. Kama wewe haki ya Mungu, uwe mwanamke na haupende mwanaume, lazima umsikize. Akijaribu kidogo, akileta kitu kidogo, lazima usome karibu. So tukasema huyu jamaa amewaconvince wa Kenya to see that is a good leader. Mkampa kura. Demokrasia